Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mwana wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Popote pale ulipo, ninayo imani kabisa kwamba uko mzima na mwenye afya kwa neema ya Mungu. Amekupa pumzi ya uhai. Basi ninaomba kwa juma hili tena uweze kuungana pamoja nami kufuatilia mafundisho haya kwa njia ya mtandao, na utakuwa pamoja nami Theologia Julius Matias Kenyara kutokea KKKT Dayosisi ya Dodoma, jimbo la makao makuu, usharika wa Dodoma. Mungu akubariki sana kwa wewe ambaye huo unafuatilia mafundisho haya, huo unafuatilia vipindi hivi vinavyokujia kwa njia hii ya mtandao. Lakini pia nikualike uweze kufuatilia channel yetu ya YouTube ya KKKT Arusha Road. Ukiingia kwenye channel yetu humo utakutana na mafundisho kadha wa kadha ya neno la Mungu pamoja na matukio mengine mbalimbali yanayohusiana na usharika wetu. Kwa hiyo karibu sana, na nikuombe sana upatapo ujumbe huu basi uweze kuwashirikisha ndugu, jamaa na rafiki, ili kwa kile ambacho Mungu anakutendea wewe kupitia neno lake pamoja na maombi, na ndugu zako na jamaa zako nao pia wapate kufaidika. Basi kabla tujaenda mbele, kwanza tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu uliye mwaminifu, unastahili sifa na heshima na utukufu. Asante kwa ajili ya neema na kibali ambacho umetupatia tena kwa siku hii ya leo, uweza kukutana kwa njia hii ili tuweze kushirikishana vipawa na karama za Roho Mtakatifu wako, ili kanisa lako likapate kujengwa na kuimarika, tukaimarishane sisi kwa sisi kwa nguvu ya neno lako. Asante pia Mungu wa rehema na neema, kwa kuwa umeifunua neema yako ambayo inapatikana bure kwa kila atakayeamini. Asante hata kwa yule ambaye bado hajamkiri na kumjua Yesu Kristo na kumkiri kwamba ni Bwana na Mwokozi. Naomba Mungu kwa sauti hii na kwa ujumbe huu ukapate kumbadilisha fikra na nia yake ipate kukuelekea wewe Kristo. Ninaomba Bwana utakaso katika damu ya Yesu Kristo. Uturehemu Bwana, tusamehe, utuoshe na kutusafisha kabisa kwa damu yako ya thamani. Tukubali tena katika neema yako, tuketi barazani pako, tule na kunywa pamoja nawe Bwana, ili neema yako iendelee kutuimarisha siku kwa siku. Neno lako liendelee kutuimarisha na kututia nguvu siku kwa siku katika safari yetu endelevu ya maisha ya wokovu. Tusipotee njiani kwa sababu ya kukosa maarifa, bali neema yako Mungu ikatuwezeshe kuyajua na kuyapokea maarifa yatokayo kwako, ya kutusaidia katika safari yetu ya maisha ya kiroho pamoja na ya kimwili pia. Ni kwa utukufu wa jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kushukuru. Amen. Yesu Kristo asifiwe sana, wapendwa wana wa Mungu. Roho wa Mungu amenipa ujumbe wa kusema nanyi, kusema nawe unayenisikiliza. Ni ujumbe wenye kichwa kinachosema jifunze kutokuogopa makosa au kukosea. Jifunze kutokuogopa makosa au kukosea. Kwenye mabano, baada ya kukosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jifunze kutokuogopa makosa au kukosea. Kwenye mabano, baada ya kukosea. Kwa nini kichwa hiki? Nazungumza kichwa hiki kwa mtazamo huu ya kwamba watu wengi sana baada ya kufanya makosa, baada ya kukosea, yale makosa ama lile kosa limewajengea hofu, limewajengea mashaka, limewatoa katika neema ya Mungu, limewafanya wafarakane na Mungu, limewafanya wakate tamaa katika mambo mengi kadha wa kadha, kwa sababu tu ya hofu iliyojengeka ndani ya kosa ambalo mtu au watu wamelifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa somo hili nimelipa kichwa kinachosema jifunze kutokuogopa makosa au kukosea.
yani dhamira yake, ama kwa lugha nyingine tuseme kujifunza kuikataa hofu baada ya kufanya kosa. Yesu Kristo asifiwe sana. Tutaelewana kadri ambavyo tunazidi kusonga mbele, na nitaenda taratibu tu ili uweze kunielewa, mpendwa mwana wa Mungu. Neno kuu ambalo tunasimama nalo ni Mithali sura ya 24 ule mstari wa 15 na ule mstari wa 16. Mithali sura ya 24 mstari wa 15 na wa 16. Japokuwa mkazo wangu ama msisitizo wangu mkubwa ni katika mstari wa 16, lakini tuanzie mstari wa 15. Leo ninafundisha, sihubiri. Amen. Neno la Mungu linasema hivi: ewe mtu mbaya, usiavizie makao yake mwenye haki, wala usipaharibu mahali pake pa kupumzika. Kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Narudia mstari wa 16 ambao ndio nitaweka mkazo wa msisitizo sana kwenye mafundisho haya. Kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo la somo hili au mafundisho haya, lengo la kwanza ni kuimarisha imani katika neema ya Mungu kwa kuwa na moyo wa toba na unyenyekevu mbele za Mungu. Hili ni lengo la kwanza. Somo letu lina malengo mawili, na lengo la kwanza ni hili, ya kwamba kwa nini somo hili? Ni kwamba tunalenga kuimarisha imani katika neema ya Mungu kwa kuwa na moyo wa toba na unyenyekevu mbele za Mungu. Hili ni kusudi la kwanza, ama ni lengo la kwanza katika somo hili. Lakini lengo la pili ni kukujengea uwezo wa kifikra na mtazamo juu ya makosa au kukosea. Ni kukujengea uwezo wa kifikra na mitazamo juu ya makosa au kukosea, na kuyatumia kwenye mabano makosa ama kukosea kama fursa ya kujifunza, kama fursa ya kukua, na kama fursa ya kusonga mbele katika kusudi na mpango wa Mungu katika maisha yako. Yesu Kristo asifiwe sana. Kukujengea uwezo wa kifikra na mitazamo juu ya makosa au kukosea, na kuyatumia hayo makosa ama kukosea kama fursa ya kujifunza, kama fursa ya kukua, kama fursa ya kusonga mbele katika kusudi na mpango wa Mungu katika maisha yako. Amen, amen, wapendwa wana wa Mungu. Haya ndio malengo makubwa mawili. Na kwa nini malengo haya? Ni kwa sababu watu wengi sana wanapofanya makosa, baada ya kufanya makosa, hofu inaingia katika mioyo yao. Hofu inapoingia katika mioyo yao, hofu inapoingia katika akili na fahamu zao, wanajikuta wanapoteza kabisa mwelekeo wa maisha. Wanajikuta wanakata tamaa kabisa. Wanajikuta wanaona hawawezi tena. Wanajikuta wanaona haiwezekaniki tena, na kadhalika na kadhalika.
lakini ninayo imani kabisa kwa ufunuo huu ambao Roho wa Mungu anasema na wewe, anasema na ninyi, anasema na mimi pia. Iko namna ambayo Roho wa Mungu atakwenda kubadilisha fikra na mitazamo yako, kwa sababu ni moja ya kazi ya neno la Mungu, ni moja ya kazi ya Injili, ni moja ya kazi ya mpango wa wokovu wa Mungu, kumuokoa na kumkomboa mwanadamu katika ukamilifu wake, katika ulimwengu wa roho, lakini pia katika fikra na mitazamo ya huyu mtu, ya huyu mwanadamu, ambaye ukombozi kamili unafanyika ama unahusu pia hata fikra na mitazamo alionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana muhimu sana kujifunza somo hili. Wako wengine ambao wamepatwa na changamoto ya afya ya akili, wamepatwa na shida ya ugonjwa wa akili kwa sababu tu ya makosa ambayo wameyafanya kwenye maisha, halafu yale makosa yakajenga hofu ndani yao. Baada ya yale makosa kujenga hofu ndani yao, wakajikuta wanapoteza dira, wanapoteza mwelekeo kabisa wa maisha, kwa sababu hofu ilitengeneza kukata tamaa, hofu ilitengeneza kuto kujaribu tena, hofu ilitengeneza kuona kwamba mimi ni wa kuhukumiwa, ni wa kulaumiwa tu. Mwisho wa siku watu wakafanya maamuzi ambayo si mazuri, maamuzi ambayo yameharibu hatima nzima ya maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi, Roho Mungu amenipa ujumbe huu kuzungumza na wewe ili kukusaidia kuto kuogopa makosa au kukosea, na badala yake kukosea kwako au makosa yako uyatumie kama fursa ya kujifunza, fursa ya kukua, lakini zaidi sana uyatumie kama fursa ya kusonga mbele katika safari yako ya maisha ya wokovu, katika safari yako ya maisha ulio nayo, katika safari yako uliishi kusudi na mpango wa Mungu mzima wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo ninakupa tu msingi, ninajenga tu msingi, ambapo neno letu tulilosoma ule mstari wa 16 ndio mkazo wangu uko hapo. Kwa maana mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka tena, bali wasio haki hukwazwa na mabaya. Kabla sijaenda kwa kina kwa utafakari wa mstari, ninaomba niseme mambo yafuatayo katika utangulizi. Jambo la kwanza, wapo watu wengi leo hii waliokubali makosa yawaamulie hatima ya maisha yao na kuwatoa nje ya kusudi na mpango wa Mungu. Wapo watu wengi sana leo kwenye maisha ambao walikubali makosa yao yawaamulie hatima ya maisha yao na kuwatoa nje ya kusudi na mpango wa Mungu. Nini ninamaanisha hapo, mpendwa mwana wa Mungu? Maana yake ni kwamba hawa watu baada ya kukosea, hawa watu baada ya kufanya makosa, hawakutaka kuyatumia yale makosa kama fursa ya kujifunza, kama fursa ya kukua, kama fursa ya kuwatia nguvu na kusonga mbele katika safari yao ya maisha. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba baada ya kufanya makosa, iliingia hofu ndani yao, na ile hofu ikatengeneza mazingira ambayo yamewapelekea kukata tamaa, mazingira ambayo yamewapelekea kuona ni watu wanaostahili kulaumiwa. Hofu imewapelekea kuona ni watu ambao wanastahili kutengwa. Hofu ambayo imewapelekea watu kujiona ya kwamba haiwezekaniki tena, na kadhalika na kadhalika. Lakini neno la Mungu linatuambia mwenye haki ataanguka mara 7 na atasimama tena, bali watu wabaya, bali watu watenda dhambi
bali watu ambao wanakubali makosa yaweze kutafsirika kwenye maisha yao kuwa ni dhambi, hao ndio wanakosa namna nyingine ya kusimama na kusonga mbele. Sasa wewe mwana wa Mungu, wewe mwenye haki, maana yake ni kwamba wewe mcha Mungu, maana yake ni kwamba wewe unamkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Neno hili liwe ni la faraja na matumaini ya kwako, kwamba katika safari yako ya maisha ya wokovu, jua kabisa ya kwamba kupo kukosea. Na kama una huo ufahamu ndani ya akili na fahamu zako, ndani ya roho yako, katika nafsi ya kwako, ya kwamba uko duniani iliyosongwa na dhiki na taabu nyingi, jua kabisa ya kwamba kwa hakika kupo kukosea. Kwa hiyo kama unao huo ufahamu wa kutambua ya kwamba kupo kukosea, basi ujue ya kwamba wewe kwa kuwa ni mwana wa Mungu, uko na haki mbele za Bwana, unatembea na nuru ya Kristo ndani yako. Unapoanguka hupaswi kukaa pale. Ndio maana Mithali 24:16 inasema, huyu mwenye haki ataanguka mara 7 lakini ataondoka tena. Hakai pale alipoanguka, habaki katika lile kosa alilolifanya, bali atatumia lile kosa kama fursa ya kujifunza, kama fursa ya kukua, lakini pia kama nguvu ya kumsaidia kusonga mbele katika safari yake ya maisha. Na hiyo ndio kitu ambayo ninaiomba ndani ya moyo wako, kwamba Mungu aachilie neema ndani yake ambayo itaimarisha imani yako. Hiyo neema ya Mungu ikaimarishe imani yako juu ya mistake mbalimbali ambazo unaweza kuwa unazifanya kwenye maisha ya kwako, ili uweze kuzitumia katika kujifunza, katika kukua na katika kusonga mbele kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpendwa mwana wa Mungu, usijenge hofu katika kukosea, wala usiogope kukosea. Wewe ni mwanadamu tu. Hata uwe na utakatifu wa viwango gani, bado haviondoi ile asili yako ya wanadamu, kwamba wewe muda wowote, saa yoyote, mazingira yoyote, nyakati zozote, kukosea kupo. Lakini mara baada ya kukosea, usiruhusu hofu ikakamata maisha ya kwako, kwa sababu hapo hautapata nguvu tena ya kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Na badala yake, baada ya kufanya makosa, ile neema ya Mungu ikachochee ndani ya moyo wako moyo wa unyenyekevu na moyo wa toba na kurudi kwa Mungu. Umwambie, Bwana, nimekukosea, nimekutenda kosa, ninaomba unipe neema nyingine, ninaomba unihuishe tena roho na nafsi yangu, niendelee na safari yangu. Sitaki kuishia hapa, sitaki kuama hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wapendwa wana wa Mungu, jambo la pili, makosa au kukosea ni sehemu ya maisha ya mchakato endelevu wa wokovu wa Mungu ndani ya mtu. Ni sehemu ya maisha. Makosa au kukosea ni sehemu ya maisha ya mchakato endelevu wa wokovu wa Mungu ndani ya mtu. Wewe uliye mwana wa Mungu, unayemkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi, kama nilivyozungumza mwanzo, jua kabisa ya kwamba kukosea ni sehemu ya mchakato endelevu wa wokovu wa Mungu ndani ya mtu, kwa sababu unakosea ili upate kujifunza siku nyingine usikosee tena. Unakosea ili upate nguvu ya kukusaidia kukua, usibaki katika hali ile ile uliyokuwa nayo. Lakini pia unakosea ili upate nguvu ya kumwamini na kumtegemea huyu Yesu Kristo katika safari yako yote ya maisha, ili usiendelee kukosea mara kwa mara katika jambo lile lile au mambo mengine yoyote yale. Kwa sababu gani? Utakuwa umeshika ama umedumu ama umekaa katika kumtumaini Yesu Kristo pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, na nitaweka kituo hapo kwa siku ya leo, alafu kesho tutaendelea mbele. Jambo la tatu katika utangulizi wa msingi huu, wewe
wengi sana leo hii wamejisababishia changamoto katika afya ya akili kwa sababu ya makosa yao. Ninarudia tena hapo. Wengi sana leo hii wamejisababishia changamoto katika afya ya akili kwa sababu ya makosa yao. Hawakujua namna ya kuyatumia kama fursa ya kukua, fursa ya kujifunza na nguvu ya kuwasaidia kusonga mbele. Yesu Kristo asifiwe sana. Wengi sana leo hii, mpendwa mwana wa Mungu, wamejitengenezea maisha yaliyojaa msongo wa mawazo. Wamejitengenezea mazingira ya kuwa na stress full time kwa sababu tu ya makosa walioyafanya. Wakaishia kujilaumu, kujihukumu kwa sababu tu ya ile hofu iliyojengeka ndani yao baada ya kuona matokeo ya makosa walioyafanya. Wakaishi maisha ya kujilaumu wao wenyewe, wakaishi maisha ya kujihukumu wao wenyewe, wakaishi maisha ya kujitenga wao wenyewe kwa sababu tu ya kuruhusu hofu ambayo ilitokana na kosa ambalo wamelifanya au ameyafanya. Mwisho wa siku anajitengenezea shida katika afya ya akili yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana ninakutia moyo, mpendwa mwana wa Mungu, kwa kuwa wewe ni Mkristo, ni mwana wa Mungu, unayemkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako. Jua kabisa ya kwamba kutokuogopa makosa au kukosea ni jambo la muhimu sana kwenye maisha ya kwako katika safari yako ya wokovu. Jua kabisa ya kwamba kukosea kupo, lakini sharti ni moja tu: uangukapo inakulazimu usimame tena. Unasimamaje tena? Ni pale unapokuwa na moyo wa toba na unyenyekevu mbele za Mungu, kumwambia Bwana, hapa nimekosea, ninahitaji kusonga mbele. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mpendwa mwana wa Mungu, naomba kwa leo niweke kituo hapa, alafu siku ya kesho tutasonga mbele kuangalia tena zaidi maana ya kosa kwa mtazamo wa kibiblia. Nini tunapozungumza kuhusu kosa ama kukosea? Na zaidi sana tutaangalia katika muktadha wa kifungu hiki ambacho nimekisema. Baba Mungu wa rehema na neema, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye Bwana umelituma neno lako kwa ajili yake, ili lipate kumtia nguvu, lipate kumuimarisha na kumkumbusha ya kwamba makosa ama kukosea ni sehemu ya maisha endelevu, ya mchakato endelevu wa wokovu, maadamu tungali hai katika uso wa dunia uliojaa dhiki na tabu na masumbufu ya kila namna, ambayo nyuma yake adui anayatumia kama fursa ya kutufanya tutende dhambi ili tuweze kuukosa ule ufalme wa mbinguni. Asante kwa kuwa umetuma neno lako ili ukawafariji watu wako, ili ukawafariji watoto wako hawa, wapate kujua ya kwamba Bwana haujataka waangamie kwa kukosa maarifa. Haujataka waendelee kupata shida na tabu na masumbufu kwa sababu tu ya makosa walioyafanya, bali Mungu nataka uwatie moyo na kuwaimarisha na kuwafahamisha kabisa ya kwamba kukosea ni sehemu mojawapo ndani ya mchakato endelevu wa maisha ya wokovu wa mwanadamu ambao Mungu umeupanga ndani ya kila mmoja. Asante kwa ajili ya neema yako ambayo Bwana umeiruhusu ndani ya mioyo ya watoto wako uyasikia na kuyapokea maarifa haya. Ninaomba nguvu za Roho Mtakatifu wako, yeye aliye mwalimu mwenye kuweza kuifunua kweli yote, akawasaidie watu wako kuyajua maandiko na kuyaelewa vizuri, ili wapate nguvu ya kusimama imara hata katikati ya kukosea kwao. Wasiiache neema ya wokovu ndani yao. Katikati ya kukosea kwao wakapate nguvu na uhuisho mpya ndani yao wa kusimama tena na kusonga mbele katika safari ya wokovu, wakiishi na kulitumikia lile kusudi ambalo Bwana umeliweka kwenye maisha yao. Asante Mungu mtakatifu kwa ajili ya ufunuo huu. Ninaomba Roho Mtakatifu wako atuandae tena vizuri
hata kwa siku ya kesho tutakapokuwa tukiendelea. Neema yako Mungu izidi kujifunua katikati yetu. Pendo lako Bwana lizidi kujionekanisha katikati yetu. Kadiri ambavyo tunasikia, imani ikapata kujengeka mioyoni mwetu. Maana neno lako linasema imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Basi kwa kuwa umesema nasi ya kwamba sehemu mojawapo ya maisha endelevu, ya wokovu endelevu kwa maisha ya mtu, yapo katikati pia na kukosea, tunaomba Roho Mtakatifu wako aendelee kututafakarisha zaidi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Bariki kila mmoja mahali alipo sana wakati huu Bwana, alipopata kusikia ujumbe huu. Bariki shughuli anayoifanya, bariki kazi anayoifanya, bariki Mungu kila linaloendelea kufanyika mahali pale alipo, kwa sababu yupo kukuwakilisha wewe, na kwa kuwa ametenga muda wake kukusikiliza wewe Mungu ukisema naye kupitia ujumbe wa neno lako. Baba, ukaubariki na huo muda aliotenga kwa ajili yako. Ni katika jina la mwana wako mpendwa Yesu Kristo, kwa imani Baba nimeomba na kushukuru. Amen. Pokea baraka za Bwana mahali ulipo. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nilikuwa nami Theologia Julius Matias Ganyara, KKKT Diocese ya Dodoma, jimbo la makao makuu, usharika wa Arusha Road. Usisahau kushiriki na ndugu na jamaa na rafiki kuwapatia ujumbe huu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amen.